Ninakusalimu katika jina safi la Yesu Kristo. Mimi ni rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center Church. Kwa mara nyingine tena Yesu ametupa neema ya kuwa hapa na ametupatia neema ya kuungana pamoja kukisogelea kiti cha rehema cha Mungu ili tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa neema ya Mungu leo Bwana ametupa kibali tena cha kujifunza na kusikia kutoka madhabahuni pa Bwana kupitia madhabahu haya ya redio. Na popote pale ulipo, ninakusihi na ninatamani Mungu akuhudumie. Natamani Mungu akuhudumie. Kwa hiyo popote pale ulipo, unaweza ukawaalika wengine, ukawaambia tayari Evangelist Emmanuel Panuel yuko hewani, wanaweza wakasikiliza, kwa sababu kuna kitu ambacho Bwana anahitaji kusema nao siku ya leo. Haleluya, wateule wa Bwana. Kwa hiyo popote pale walipo na popote pale ulipo, tafadhali unaweza ukasogea karibu ya redio yako na usitoke. Majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center Church. Kwa neema ya Mungu nimeambatana na mke wangu. Wacha kusalimie kwa ufupi na tuendelee na kipindi chetu. Shalom. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Gladness Emmanuel Panuel. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Na wakaribisha sana, mmalike rafiki yako ili muweze kusikiliza, utabarikiwa sana. Tarajia kupokea miujiza, neema kubwa. Pia nakukaribisha kanisani uweze kufika, utapata neema ya kukutana na mtumishi wa Mungu aliyebarikiwa. Karibuni sana. Amen. Amen. Mungu akubariki. Haleluya, haleluya. Amen. Neema Mungu, tunamtukuza Mungu kwa sababu ya siku ya leo na kwa ajili ya kipindi hiki. Wacha tuombe kwa ajili ya kufungua. Baba yetu na Mungu wetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo leo tunakutukuza, tunakubariki kwa sababu wewe ni Mungu mwema, ni mtakatifu na mwaminifu sana. Asante kwa sababu ya uzuri wako, asante kwa sababu ya uaminifu wako, asante kwa sababu ya rehema zako, asante kwa sababu ya nguvu ya neno lako, nguvu ya jina lako na nguvu ya damu yako. Asante kwa sababu ya msikilizaji anayenisikiliza pote pale alipo katika jiji la Mwanza. Asante kwa sababu kuna jambo jipya ambalo Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yake. Asante kwa sababu kuna kitu kipya ambacho Mungu anakwenda kufanya kwake. Nami Bwana, majira na nyakati hizi na kualika pale pale alipo anaposikiliza, karibu kwenye madhabahu haya na umhudumie mmoja mmoja katika jina safi la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi ya uhai na aseme amen. 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 Haleluya. Amen. Okay. Sasa kwa sababu ya wakati tulionao na kuna jambo ambalo Mungu Roho Mtakatifu amenipa mzigo sana wa kulifundisha na amenihimiza sana kulifundisha jambo hili. Kwa hiyo ninakusii kwa huruma za Mungu, majira haya na nyakati hizi tuende pamoja ili usikilize vizuri. Majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center Church. Na namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma ujumbe mfupi kuanzia sasa wakati ambao tunafundisha. Namba zetu za ujumbe mfupi ni 06 18 67 12 73. 06 18 67 12 73. Hizo ni namba ambazo unaweza ukatuma ujumbe mfupi, lakini pia hizo namba ambazo unaweza pia ukapewa maelekezo zaidi kuhusu mahali ambapo kanisa la Bwana lipo. Wacha nikufundishe, kwa sababu tumeshaomba kwa ajili ya kufungua kipindi hiki. Nitakufundisha kwa habari ya madhabahu. Nimesema namba hiyo utaitumia kutuma ujumbe mfupi kwa sasa, itaruhusu simu baadaye.
Nitakufundisha kwa habari ya madhabahu, kwa habari ya madhabahu, kwa habari ya madhabahu, na nitakufundisha kuhusu kuzivunja na kuziangusha madhabahu za shetani. Kuvunja na kuangusha madhabahu za shetani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa neema ya Mungu tulikuwa tumeshaanza somo hili sehemu ya kwanza, na hii leo ni sehemu ya pili kuhusu kuvunja na kuangusha madhabahu za shetani. Lakini kwa wale ambao hawakuweza kupata somo la kwanza, nafikiri naweza nikaanza awamu ya kwanza, naweza nikaanza kwa faida ya watu wa redioni. Naweza nikaanza kidogo kuwapatia introduction ya somo hili la kuvunja madhabahu na kwa nini tunatakiwa kuvunja madhabahu. Kwanza kabisa, wacha tusome kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 na mstari wa kwanza. Kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 na mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 na mstari ule wa kwanza. Maandiko yanasema nini hapa? Maandiko yanasema katika ungwana huo Kristo Yesu alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tuliosoma, katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Katika ungwana huo Kristo alituandika kuwa huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Maana kuna kitu kinaitwa kongwa la utumwa. Kuna watu wanateswa na kongwa la utumwa. Kuna watu wanateseka kwenye maisha, lakini ni shetani anawatesa. Lakini kiuhalisia ni kwamba Kristo alishatuandika kuwa huru. Kuna watu ndoa zao zinawatesa, lakini kiuhalisia Kristo alishatuandika kuwa huru. Kuna watu huduma zinawatesa, lakini kiuhalisia Kristo alishatuandika kuwa huru. Kuna watu ndoa zina changamoto, lakini kiuhalisia Kristo alishatuandika kuwa huru. Kuna watu kazi zao zina changamoto, lakini kiukweli Kristo Yesu alishatuandika kuwa huru. Amen. Kuna watu maisha yao ya kazi, maisha yao ya mahusiano, uchumba na ndoa zao vina changamoto kubwa na wanapita. Mmoja akaniambia, apostle, akaniambia evangelist, ninapitia magumu kwenye ndoa. Mwingine ananiambia napitia magumu kwenye mahusiano. Na wakati niko hapa, wakati huu na masaa haya, naona Roho Mtakatifu ananionyesha mtu mmoja ambaye amelia sana kwenye eneo la ndoa yake. Amelia sana kwenye eneo la ndoa yake kwa sababu anateseka. Na ni kama nyumbani kwao hakuna hata mmoja ambaye amewahi kudumu kwenye ndoa. Kila anayeolewa anaachwa, kila anayeoa anaacha, kila anayeolewa anaachika. Kwao kuna kitu kinaitwa taraka. Nisikiza nikwambia, kuna vitu vinakutesa, ni rahisi ni kwamba vimekuwa madhabahu kwenye maisha yako. Kuna vitu vimefanyika madhabahu, kwa hiyo vina uhalali wa kutesa maisha ya watu. Na mtu anaweza akaniuliza swali, inawezekanaje madhabahu za giza, madhabahu za shetani zikatesa maisha ya mtu, ili hali huyu mtu ameshaokoka, amempata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Nisikilize nikwambie, tumesoma kitabu cha Wagalatia hapa sura ya 5 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema simameni, msije mkanasa kwenye kongwa la utumwa. Kwa hiyo kumbe kuna kitu kinaitwa kongwa la utumwa. Kuna kitu kinaitwa kongwa la utumwa. Ndio. Kuna kitu kinaitwa kongwa la utumwa. Ndio. Anasema simameni. Maana Yesu alishatuandika kuwa huru. Lakini simameni, msije mkanaswa katika kongwa la utumwa. Huyu mtu ameandikwa tayari na Kristo kwamba ni nani? Ni huru. Sio? Ameandikwa kuwa huru. Lakini pamoja na kuandikwa kuwa huru, kuna saa kilegalega anaweza akanaswa kwenye kongwa la utumwa. Ndio maana anasema simameni. Kwa hiyo jukumu la kusimama sio jukumu la Yesu. Jukumu la kung'ang'ana sio jukumu la Yesu. Ndio. Jukumu la kujitahidi sio jukumu la Yesu. Hilo ni jukumu la mtu. Ndio maana anasema simameni, msije mkanaswa kwenye kongwa la utumwa. Ni kweli umeokoka, lakini ukiumba, ndoa yako itanaswa kwenye kongwa la utumwa. Utaanza kuomboleza na kulia. Lakini kiukweli inatakiwa uwe na heaven in earth, uwe na mbingu duniani kwenye eneo la ndoa yako. Isiwe ndoa tu, iwe mbingu duniani.
kwenye eneo la mahusiano yako kabla ya ndoa, unaenda kwenye ndoa, huo uchumba kabla ya ndoa iwe mbingu duniani. Ndiyo. Kwenye afya yako uwe na afya njema kiwango cha kwamba usisikie mbingu duniani. Maandiko yanazungumza kuhusu afya njema na kuna afya ya kiungu, lakini kuna watu wanatekwa na wananaswa kwenye kongwa na utumwa, kama ilivyo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa kwanza. Nami katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, yaani nakutoa kwenye kongwa la utumwa. Amen. Ninakutoa kwenye hilo kongwa la utumwa kwa jina la Yesu. Amen. Ninakutoa kwenye hilo kongwa la utumwa kwa jina la Yesu. Amen. I take you out in the name of Jesus. Amen. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba kumbe shetani anatesa maisha ya watu. Anatesa maisha ya watu. Ndio maana maandiko yanasema simameni msije mkatekwa, mkanaswa, msije mkanaswa. Na maana huyu mtu anatembea kwenye barabara yenye mitego. Ndiyo. Anatembea kwenye barabara yenye mitego. Ndio maana maandiko yanasema simameni msije mkanaswa kwenye kongwa la utumwa. Unaweza ukanaswa na kongwa la umaskini. Unaweza ukanaswa na kongwa la uchumi mbaya. Unaweza ukanaswa na kongwa la madeni. Simama imara, usije ukanaswa na kongwa la utumwa. Amen. Kama uko hapa na unanisikia vizuri useme amen. Amen. Na wewe uliyeko nyumbani kwenye redio yako na unasikia vizuri useme amen. Amen. Majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center Church. Na Bwana amenituma mahali hapa ili nikwambie habari hizi. Roho Mungu amenipaka mafuta nikutangazia habari njema. Amen. Nikwambia wewe uliyefungwa habari za kufunguliwa kwako. Amen. Nikutangazie mwaka uliokubaliwa na Mungu. Amen. Kama mwaka huu mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wako wa kutoka hapo ulipo katika jina la Yesu. Amen. Utakuwa ni mwaka wako wa kunasuka kwenye kongwa la utumwa katika jina la Yesu. Amen. Utakuwa ni mwaka wako wa kunasuka kwenye mateso kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wacha tuendelee na somo hili la madhabahu. Kwa hiyo ninakwambia kwa nini tunafundisha kwamba kuna madhabahu za shetani na zinatesa watu, na kufundisha kwamba kuna madhabahu za shetani na zinatesa watu kwa sababu kuna japokuwa Yesu alikufa, lakini kuna madhabahu watu wasiposimama imara wanaweza wakatekwa na kongwa la utumwa. Wacha nikwambie nini maana ya madhabahu kwa utangulizi huo. Madhabahu ni eneo linalosimama katika ulimwengu wa roho kuwakilisha roho fulani inayotenda kazi katika eneo hilo. Narudia. Ni roho inayosimama, ni eneo linalosimama katika ulimwengu wa roho. This is a spiritual realm. Ni kiwango fulani, dimension fulani ya kiroho ambayo inawakilisha utendaji kazi wa roho fulani. Ikiwa ni madhabahu ya nuru, maana yake ni dimension, ni kiwango fulani cha kwenye ulimwengu wa roho kinachoonyesha utendaji kazi wa roho wa Mungu. Ikiwa ni madhabahu ya nuru. Ikiwa ni madhabahu ya giza, ni kiwango fulani kwenye ulimwengu wa roho, ni kiwango fulani kwenye ulimwengu wa roho kilichosimama ili kuonesha roho fulani ya giza inayofanya kazi katika eneo hilo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Wangapi tuko nao hapa na wanaelewa vizuri? Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kwa hayo unaweza kuelewa nini maana ya madhabahu. Sasa hivi viwango vya kwenye ulimwengu wa roho vinafanya kazi. Hivi viwango vya ulimwengu wa roho vinafanya kazi, vinaweza vikasimama kwenye maeneo mbalimbali. Ikiwa ni madhabahu ya Mungu, ndio maana watu tunakaribisha kwenye madhabahu ya Mungu kwa sababu ni eneo kwenye ulimwengu wa roho, ama ni kiwango kwenye ulimwengu wa roho inayowakilisha utendakazi wa Mungu duniani. Amen. Na kama ni madhabahu ya shetani, ni eneo au ni kiwango kwenye ulimwengu wa roho kinachoonesha utendakazi wa shetani duniani. Sasa madhabahu ziko mbalimbali. Nataka nikwambie hata zamani madhabahu zilikuwepo, lakini pia
madhabahu is a place of worship, ni eneo la ibada. Sasa inaweza kuwa ni eneo la ibada kwenye ulimwengu wa roho, ama likawa ni eneo la ibada kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini pia jambo lingine la siri sana kuhusu madhabahu is something that monitors, ni kitu fulani ambacho kinaongoza ulimwengu huu. Kwa hiyo ikiwa ni madhabahu ya nuru, maana yake inaongoza ulimwengu huu katika eneo la nuru. Ikiwa ni madhabahu ya giza, inaongoza ulimwengu huu katika eneo la giza. Sasa kuna watu wanateswa na madhabahu. Umasikini ni roho. Nimekwambia ikiwepo madhabahu, kuna roho inayowakilishwa ndani ya hiyo madhabahu inayofanya kazi. Kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Ikiwa kwa hiyo kuna sawa talaka. Ndiyo. Talaka ni madhabahu. Ndiyo. Talaka pia ni roho. Ndiyo. Kwa hiyo kuna madhabahu ya talaka. Madhabahu ya talaka maana yake ni kiwango fulani katika ulimwengu wa roho. Sasa kwenye talaka kinafanya kazi kwenye ulimwengu wa giza, ili ile roho ya talaka ifanye kazi kwenye ulimwengu wa giza. Sasa vitu vyote duniani vinaongozwa na ulimwengu wa giza na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama inafanya kazi kwenye ulimwengu wa giza, vitu vyote duniani vinaongozwa na ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho umegawanyika mara mbili. Kuna ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Na kuna maisha duniani yasiyoanzia rohoni. Ni either yawe yameanzia kwenye ulimwengu wa roho au kwenye ulimwengu wa nuru, ama yawe yameanzia kwenye ulimwengu wa giza. Lakini kila kitu duniani kinaanzia rohoni. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha nyaraka zile za Yohana, maandiko yanasema, mpenzi, na kuombea ufanikiwe na kuwa na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kumbe maandiko yanazungumza kama mpenzi, na kuombea ufanikiwe na kuwa na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo. Kumbe kama roho iliyofanikiwa ndivyo na mwili unaweza kufanikiwa, ndivyo na mtu anaweza akawa na afya njema. Ndiyo. Kwa hiyo kama roho imenaswa na mwili umenaswa. Kwa hiyo kama mtu amenaswa kwenye ulimwengu wa roho katika eneo la ndoa, ana roho ya talaka, maana yake ni kwamba eneo lake la kimaisha kwenye eneo la ndoa na mahusiano tayari limenaswa. Ndiyo. Ndio ile unakuta mtu ameolewa na mume wa 4 na wanaume wote walimwacha. Na ukimuuliza walikuacha kwa sababu gani, anakuambia ajui. Nilihuzunishwa sana na mdada mmoja, nilikuwa namhudumia, akaniambia kitu kimoja. Akaniambia, mwanaume wa kwanza tuligombana nikiwa nimeshazaa naye watoto wawili. Mwanaume wa pili tuligombana nikiwa nimezaa naye mtoto mmoja, na wakigombana wanaachana. Wa kwanza alikaa naye zaidi ya miaka 10, wa pili amekaa naye zaidi ya miaka 8. Alafu akaniambia, mwanaume wa tatu nilisikia kumchoka. Can you imagine? Anasema nilisikia nimemchoka. Na huyo mwanaume wa tatu amezaa naye, anasema amemchoka. Akapata mwanaume mwingine naye akakaa naye, anasema ikafika time nikasikia nimemshiba. Yaani ni kama tu shetani anabadilisha maneno na anabadilisha sababu, lakini unakuta sababu ni ile ni moja. Talaka. Ndiyo. The spirit of divorce, roho ya talaka. Lakini kwa jina la Yesu, msikilizaji wangu, Yesu Kristo wa mbingu na nchi akutoe kwenye Amen. Yesu akutoe kwenye hicho kifungo. Amen. Yesu akutoe kwenye hicho kifungo. Amen. Sasa kwa hiyo sasa hapo alipo ajui sababu. Wengine nimepata experience ya kutana na familia moja. Baba amezaa watoto wake kama 5. Wa kiume ni 2, wa kike ni 3. Wote ni wasomi, wana kazi zao, wana pesa, wana maisha. Nisikize nikwambie, kuna mtu anasema hajaoa kwa sababu hana maisha. Listen to me, sababu sio maisha. Kuna watu wana maisha na hawaoi. I have ever seen, nimeshaona mtu ana maisha na kila kitu hicho ambacho unasema unajiandaa na unajipanga. Ana kila kitu lakini haoi. There is a problem somewhere. There is a problem somewhere. Kuna shida mahali. Ndio nafika mpaka 45, 50, mpaka miaka 50. Kuna shida mahali. Kuna shida mahali katika ulimwengu wa roho.
na lazima turudi na mambo ya rohoni ili mili yetu na maisha yetu yawe salama. Amen. Ukipuuzia mambo ya rohoni umepuuzia maisha yako. Ukipuuzia ulimwengu wa roho umepuuzia maisha yako. Amen. Ukipuuzia ulimwengu wa roho umepuuzia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa hii familia ya huyu baba, watoto 3 wamesoma, wasichana 3 wamesoma, wavulana 2 nao ni wasomi, wana kazi, lakini hawana ndoa. Wote hawana ndoa. Vijana hawaoi na mabinti hawaolewi. Maandiko anasema kitabu cha Yeremia, anasema nikamwona Raheli analilia watoto wake. Kuna vitu vijana hawajui lakini vinaliza wazazi, na wazazi nao hawajui walie namna gani, kwa sababu akilia tu haitoshi. Lazima ajue kufanya ukombozi kwa watoto wake. Amen. Kufanya ukombozi kwa uzao wake. Amen. Basi patabaki hivyo hivyo. Atabaki watoto wake watabaki hivyo, analia, anasema mimi nimekwaje? Watabaki hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Acha nikupe mfano. Hujawahi kuona binti ana shape, ana sura, ana kazi, ana biashara, ana ajira, ana pesa, lakini hana ndoa? Na mtu mwingine unamuona kabisa, sisi watumishi wa Mungu, unaweza ukaletewa mgonjwa, ukimwona unajua kilichomo ndani yake sio gonjwa. Ndiyo. Kilichomo ndani yake ni mauti. Kwa hiyo unapoanza kumuombea, wanakuambia huyu ana malaria. Wewe huoni malaria, unaona mauti. Ndiyo. Au wanakuambia huyu mgonjwa anaumwa viungo vyake vyote. Yaani ni kama vile miguu inavuta, ni kama vile miguu inauma. Kuna sana kama vile anakufa ganzi. Ukianza kuomba, Roho Mtakatifu anakuambia usiombee hicho unachokiona, bili na kitu ambacho hakionekani. Kwa hiyo kuna saa unaona matatizo yako unayachukulia kwa namna ya kawaida kwenye ulimwengu wa mwili, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho yanawakilisha vitu vizito sana. Sijui kama kuna mtu anaelewa huko nyumbani. Amen. Nataka wewe wa nyumbani ndio waseme amina. Nasema nataka wewe wa nyumbani aseme amina. Majina yangu naitwa Evangelist Apostle Emmanuel, madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Kwa neema ya Mungu, Bwana ametupa kibali cha kuwa mahali hapa na kukuletea habari hizi za Yesu. Na ninatamani Yesu akufundishe kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Umasikini ni roho, lakini pia umasikini, nimekwambia, ikiwa ni roho, maana yake kuna madhabahu iliyoibeba hiyo roho. Ukikuta familia nzima na aina moja ya maisha, ukoo mzima hamna gari, ukoo mzima hamjawahi kufika form 4, ukoo mzima hamjawahi kufika chuo kikuu, ukoo mzima hauna degree wala diploma wala cheti, yaani wote tu wao wapendi masomo, wote wanapenda kwenda kutafuta hela mapema, lazima uwe mjanja. Kwa sababu nimekwambia kila roho imekalia madhabahu. Kwa hiyo lazima uwe mjanja, ujue kuvunja madhabahu. Amen. Na nimekuletea hapa habari za kuvunja madhabahu. Amen. Katika jina la Yesu, madhabahu za talaka zitavunjika leo. Amen. Madhabahu za umaskini zitavunjika leo. Amen. Madhabahu za ufukara zitavunjika leo. Amen. Madhabahu za magonjwa zitavunjika leo. Amen. Madhabahu za madeni zitavunjika leo. Amen. Madhabahu za mateso ya kila aina zitavunjika leo. Amen. Yesu atakutoa kwenye hayo mateso kwa jina la Yesu. Amen. Atakutoa kwenye hilo kongwa la utumwa. Amen. Atakutoa kwenye hilo kongwa la utumwa. Amen. Atakutoa kwenye hilo kongwa la utumwa. Amen. Tangazia ule wako siku ya leo. Amen. Maana Roho wa Bwana yu juu yangu siku ya leo. Amen. Naye amenipaka mafuta nikuhubirie habari njema. Amen. Amenituma niwahubirie waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amen. Amenituma nitangaze mwaka uliokubaliwa na Bwana. Amen. Amenituma niwatangazie habari za kufunguliwa kwa waliofungwa. Amen. Amenituma niwatangazie mateka habari za uhuru wao. Amen. Amenituma niwatangazie wagonjwa habari za uponyaji wao. Amen. Amenituma niwatangazie walioteswa habari za kuwekwa huru. Amen. Amenituma niwatangazie waliofungwa na madhabahu za shetani kufunguliwa na kuwa huru tangu sasa. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo huwezi kushinda talaka kama hujaishinda madhabahu inayofanya kazi nyuma ya talaka. Huwezi kushinda magonjwa kama hujaishinda madhabahu inayofanya kazi nyuma hayo magonjwa. Ndiyo. Familia yenu yote mnaugua kansa, can't you imagine? Huwezi kufikiria. Ndiyo. Babu alikufa na kansa.
bibi alikufa na kansa, mjomba alikufa na kansa, shemeji ana kansa, na wewe nawe una kansa, na uko hapo, you don't know. Nilikwambia siku moja, nyuma ya kila ugonjwa kuna roho, haijalishi unasemekaje kisayansi. Ndio. Na nilikwambia naamini kazi ya madaktari kwamba ni watumishi wa kweli wa Mungu, kwa sababu Mungu amewapa neema hiyo na Mungu amewapa kibali hicho. Lakini lazima kuwa wajanja rohoni. Amen. Ukitoka hospitali, kaa chini, piga magoti, mwambie Bwana, afya yangu naiweka kwako. Amen. Maana maandiko yanasema hata nyumba tu, anayekesha anayelinda, asipolinda Mungu, hata nyumba anayelinda analinda bure. Analinda bure. Amen. Analinda bure. Amen. Asipolinda Mungu. Kuna afya inaitwa afya ya kiungu. Hiyo afya Mungu akikupatia, hautakula tembe, hautakula mavidonge. Hiyo afya Mungu akikupatia, utasikia uzima ndani ya mifupa yako. Amen. Na ushuhuda wangu huwa naushuhudia kila siku. Miaka ya nyuma, wakati huo nimeanza kuhubiri Injili, nikapigwa na ugonjwa. Hata kwenye zile nyimbo tumeimba, huo ushuhuda huo utausikia. Amen. Nikapata ugonjwa, utumbo wangu ukaanza kujikunja. Ndio. Utumbo ukaanza kujikunja. Kidaktari kuna namna yake ya kutibu, lakini kiroho pia kuna namna yake ya kutibu. Sema amini. Amen. Haikunizuia kwenda hospitali. Nilienda hospitali, wakaniambia lazima nipasuliwe tumbo, alafu wakate ule utumbo. Ndiyo. Alafu waungaweke utumbo wa plastiki. Lakini nikawaza bado kijana like this, acha nikae mbele za Bwana nimuombe Mungu, Mungu anipe neema. Amen. Nikaanza kuomba kwa rehema za Mungu, Mungu akanipa rehema. Amen. Sio ikafika wakati mwingine nimetoka, nilikuwa Dar es Salaam wakati huo, nikaja mpaka, kwa sababu ndugu zangu na wazazi walikuwa Mwanza, tukaja Bugando. Nikatoka, tulianzia hospitali ya Sekatua. Tukatoka Sekatua, baadaye tukaenda Bugando. Tukakaa pale, baadaye wanakuja tena kufanya vipimo vya mwisho, my friend. Hakuna utumbo umejikunja. Yesu ameshakunjua. Amen. Amen. Sema amina mpaka huko. Amen. Hakuna ugonjwa ambao Yesu hawezi kuponya. Amen. Kwa nimekwambia kuna magonjwa they are there, lakini ni magonjwa yamekaa kwenye namna ya kiroho. Wewe unaona kweli wote mnaumwa kisukari. Nisikilize, ili ujue ni madhabahu, lazima kuwe kuna pattern za kifamilia. Kuna pattern za kiukoo. Kuna pattern za kifamilia. Baba, mama, ndugu zako, wajomba. Kama ni umaskini ni wa kwenu, kama ni ufukara ni wa nyumbani kwenu. Hebu ngoja nikufunulie maandiko, usije ukasema evangelist leo amekuwa na maneno mengi. Ngoja nikufunulie maandiko uone. Amen. Pale ulipo huko nyumbani, kama una daftari lako na kalamu yako, itakuwa vizuri kama utaandika. Na wewe ambaye utakuja kanisani siku ya Jumapili, Mungu akupe neema, usisahau daftari na kalamu. Kabla hujafunguliwa, kwanza upate maarifa. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Hapa nitasoma kidogo mstari wa 13 na kuendelea, alafu baadaye tena nitaruka tena mstari wa 22. Nitakufundisha kuhusu habari za Gideoni na madhabahu za kwao. Nyumbani kwao na Gideoni kulikuwa kuna madhabahu. Kuna madhabahu fulani. Na hiyo madhabahu ilikuwa ni madhabahu ya Baali. Hiyo madhabahu iliwatesa muda mrefu wa kwao na Gideoni. Iliwasumbua muda mrefu. Sasa hebu tuende kusoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 13, twende pamoja. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Walikuwa wanaambiwa Bwana yuko nao. Bwana yuko pamoja nanyi. Bwana yu pamoja nanyi. Haleluya. Amen. Sasa Gideoni ikabidi amuulize Mungu, nitakufundisha viwango viwili vya kuvunja madhabahu zinazokutesa. Amen. Sema amina. Amen. Wewe uko studio ungesema amina. Amen. Na wewe nyumbani ungeshangilia amina. Amen. Haleluya. Amen. Gideoni amefikia hatua sasa kwenye kuvunja madhabahu. Kwa sababu ya muda, acha niunganishe moja kwa moja. Kwenye kuvunja madhabahu, kiwango cha kwanza cha kuvunja madhabahu ni kwenda mbele ya kiti cha rehema cha Mungu na kumuuliza Mungu, Ndiyo. Kwa nini mambo haya yananipata? Kwa nini naumwa? Kwa nini nina kisukari? Kwa nini nina kansa? Kwa nini nina madeni? Nadaiwa finka.
nadaiwa Pride, nadaiwa benki, nadaiwa sakosi za mitaani, nadaiwa vikoba, nadaiwa michezo, nadaiwa kila kona. Nimewahi kuona mtu ana madeni mpaka anaama usiku wa manane, mtaa mzima unamdai. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusome hapa, tusome. Gideoni anamuuliza Mungu, Gideoni anasema nini? Gideoni anasema, Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa Wamidiani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Gideoni akamuuliza Mungu, ikiwa wewe upo unatusaidia, unaenda na sisi, mbona mambo haya yote yametupata? Ndio. Mbona tunateswa na Wamidiani? Mbona tunateswa na Wamidiani? Bwana asifiwe. Amen. Mwambie wewe nenda, kama unavyoambiwa kila siku kwenye Injili, usiogope, usikate tamaa, usivunjike moyo, nenda. Lakini Gideoni hakuishia hapo. Gideoni akamwambia Mungu, siwezi kwenda kizembe. Sikiliza. Mstari wa 15 anasema hivi, akamwambia, Bwana, nitawaokoa wana wa Israeli jinsi gani? Tazama, jamaa yangu ndio walio maskini sana katika Manase. Yaani jamaa yake, manake ukoo wake katika Manase ndio ukoo masikini sana. Kwa hiyo unaanza kuona hapa kuna madhabahu ya umaskini kwenye ukoo wa kina Gideoni. Ndio. Na anasema kwa sababu hiyo hawezi kwenda kuwaokoa ndugu zake wa Israeli, kwa sababu kwanza wao ni maskini. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Midiani ukiwa mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Soma hapo, turuke twende mstari wa 22. Aya, Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu, Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo liko katika Ofra ya Waebezeri. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia Gideoni, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, uikatekate Ashera ile iliyo karibu naye, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake zote. Ukatwae yule ng'ombe wa pili, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Amen. Hapa kuna viwango viwili vya kuvunja madhabahu. Kiwango cha kwanza, Gideoni anamuuliza Mungu, kwa nini tumeteseka hivi? Yako matendo makuu ya Mungu tulioambiwa. Ndio. Si kwa fadhili za Mungu tulizoambiwa. Mbona bado tunateseka? Kwa nini mambo haya yamefanya nini? Yametupata. Kiwango cha kwanza cha kuvunja madhabahu ni maombi. Amen. Kiwango cha pili cha kuvunja madhabahu tunaikuta kwenye mstari wa 22. Mungu anamwambia Gideoni, nenda kavunje madhabahu ya baba yako. Kwa hiyo kumbe ule umasikini anaouona kwa kina Manase, familia yote na ukoo wa Manase, wao ndio umasikini, ni madhabahu. Kwa hiyo kumbe akiangusha madhabahu ya umasikini, ameshaangusha roho ya umasikini. Ule utumwa na kuteswa, wanateswa kwa sababu ya madhabahu. Amen. Wakiangusha ile madhabahu, wameangusha utumwa na kuteswa. Ule udhaifu anaouona, anaona hawezi kwenda kupigana, ni madhabahu. Akiangusha ile madhabahu, ameshaangusha ule uoga, ameshaangusha ile kuteswa. Sema amina kama unakuelewa. Amen. Nasema sema amina kama unakuelewa. Amen. Ninakushauri kwa jina la Yesu, simama wala usinaswe na kongwa la shetani. Amen. Yesu Kristo na akutoe kwenye hayo madhabahu. Amen. Tutavunja madhabahu kwa maombi, lakini pia jambo la pili, Mungu anamwambia Gideoni, jenga madhabahu. Kwenye hiyo madhabahu umtolee Mungu dhabihu. Kwa hiyo madhabahu, dimension mbili, viwango viwili vya kuvunja madhabahu. Kiwango cha kwanza tunavunja madhabahu kwa maombi. Kiwango cha pili tunavunja madhabahu kwa dhabihu. Dhabihu. Gideoni akatoa ng'ombe wa miaka 7 sawasawa na hesabu ya miaka walioteswa na Wamidiani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna saa lazima uende mbele za Mungu kwa dhabihu ya uvunjaji wa nini? Wa madhabahu. Mwambie Bwana, nakutolea sadaka hii,
kwa ajili ya kuvunja madhabahu. Yesu, naomba unikomboe. Nasema nimeteseka muda mrefu hapa. Nasema nimeteswa muda mrefu hapa. Nasema nimeumia muda mrefu hapa. Nasema nimeteswa muda mrefu hapa. Na mimi nakutangazia pote pale ulipo, Yesu Kristo akutoe kwenye hayo madhabahu yaliyokutesa. Amen. Yesu akutoe kwenye hayo madhabahu yaliyokutesa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya muda, kwa neema ya Mungu tutaendelea tena siku ya Jumapili. Tutakuwa mahali hapa pia. Amen. Ninaomba pote pale ulipo unaposikiliza, unaweza ukatuma meseji kwenye namba hiyo, ukaandika nataka kufika madhabahuni pa Bwana. Amen. Kwa namba 06 18 67 12 73. Andika nataka kufika madhabahuni pa Bwana, na utapata watu watakao kuelekeza. Kanisa letu liko jijini Mwanza, mtaa wa Maina, jirani na shule ya Alliance Girls. Jirani na shule ya Alliance Girls. Iko Mwanza Maina, jirani na shule ya Alliance Girls. Ikiwa unataka kufika madhabahuni pa Bwana, unaweza kutuma ujumbe huo, unataka kufika madhabahuni pa Bwana. Lakini pia kwa namba hizo unaweza ukatupigia simu hapa studio, na baada ya kupokea simu kadhaa tutaenda kwenye maombi na tutaenda kuhitimisha kipindi chetu. Amen. Lakini pia ikiwa popote pale ulipo una sadaka yako na unataka kusupport kazi ya Mungu na kipindi hiki kiendelee kuruka hewani na kazi hii ya Mungu iendelee kufanyika, unaweza ukamtolea Mungu sadaka yako kwa namba tulizozitaja ambazo ni 06 18 67 12 73. Unaweza ukamtolea Mungu sadaka yako kwa ajili ya kusupport injili, lakini kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na nimekwambia kuna nafasi ya dhabihu katika kuvunja madhabahu. Kwa hiyo kama unataka kumtolea Mungu, kwa sababu hii ni ibada kamili, hakuna ibada isiyokuwa na dhabihu, unaweza kumtolea Mungu dhabihu zako kwa namba 06 18 67 12 73. Twende madhabahuni pote pale ulipo. Kwa namba hizo wajanja wanakutana madhabahuni wakivunja na kujenga madhabahu kama alivyokuwa Gideon. Sema amen. 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 Basi kwa masaa haya, yeyote anayesikiliza na ni mgonjwa, kamata popote pale unapoumwa tukuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu leo, ninakamata hayo magonjwa na mateso. Ninakamata hayo magonjwa na mateso ya kila aina. Ninayafunga matita. Ninayatupa kuzimu kwenye moto ulao katika jina la Yesu. Yesu akufungue, Yesu akukomboe, Yesu akuweke huru, Yesu akufanye mtu mpya tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba hayo nikiamini kwamba Mungu yupo, naye Mungu hapa thawabu amtafutao. Amen. 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 Basi msikilizaji, ikiwa unaweza ukapiga simu yako muda huu, tunaweza kupokea simu na ukabarikiwa. Unaweza ukapiga simu yako kwa namba 06 18 67 12 73. Unaweza ukapiga simu na tukasikiliza. Naona kuna ujumbe hapa unaingia, anasema nabarikiwa baba, mimi Loli nipo Nyangomango. Mungu akubariki kutoka Nyangomango. Mungu akuinue, Mungu akutendee na Mungu akufungue. Unaweza kupiga simu yako na tukaomba pamoja na ukasema kile ambacho unatamani kusema. Watu wa Mungu, watu wengi wamefungwa kwenye madhabahu. Kwa hiyo lazima kutumia madhabahu kuivunja madhabahu. Madhabahu haivunjwi na maneno, madhabahu inavunjwa na madhabahu. Unaona kuna simu inaingia kwenye line ya logo. Amen, karibu sana. Ndio, unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi? Unapiga simu kutoka Buselu. Karibu sana. Nini nakusumbua? Yesu akufungue katika jina la Yesu Kristo. Huo mguu unao kusumbua, ninauvunja, ninaharibu hayo mateso tangu sasa. Yesu Kristo akufungue
na Yesu Kristo akukomboe kwa jina la Yesu. Ndio. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Naona message hapa anasema napokea upako baba. Naitwa Sheri, niko Maina. Mungu akubariki. Anasema nataka kubarikiwa na mimi Musa Juma. Mungu akukumbuke. Mtumishi nabarikiwa pastor. Mimi Eliza. Mungu akubariki. Mungu akubariki uliyepiga simu kutoka Busweru. Yesu Kristo akuponye na akutoe kwenye hayo mateso. Amen. Yesu Kristo akuponye na akutoe kwenye hayo mateso. Yesu Kristo akuponye na akutoe kwenye hayo mateso. Wewe pale unapotusikiliza msikilizaji, madhabahu ya Bwana ipo kwa ajili ya kuvunja madhabahu za shetani. Na kualika madhabahuni pa Bwana, Shiloh Presbyterian Church, mahali ambapo Bwana atakugusa, mahali ambapo utapata neema. Huyu anasema naitwa Onesmo, nipo chuo cha TIA, natamani kubarikiwa. Yesu akukumbuke na Mungu wa mbingu na nchi akubariki wala asikuache. Amen. Mungu akukumbuke, Mungu akubariki na Mungu akuatamie na kuangazie nuru yake. Amen. Kwa sababu ya muda, wacha tufanye maombi kwa pamoja ya kufunga ibada hii, na tutaonana hapa tena. Tutaonana kanisani siku ya Jumapili. Ibada zetu zinaanza saa 4 asubuhi, saa 4 asubuhi na kuendelea, lakini pia tutaonana mahali tutasikizana katika redio mahali hapa siku ya Jumapili tena jioni. Amen. Muda na wakati kama huu, mida ya saa 2 mpaka saa 2, saa 3 kasoro. Basi funika macho pale ulipo, tuombe pamoja kwa ajili ya kufunga kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo leo tunakutukuza, tunakubariki kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya msikilizaji mmoja aliyesikiliza Injili. Asante kwa ajili ya wale ambao Bwana wamesikia wote pale walipo. Yesu Kristo, ninauliza neema, ninauliza rehema, ukawafunike, ukawakumbuke, ukawainue katika jina la Yesu Kristo leo. Bwana, uwe ngome yao, uwe ngao yao tangu sasa, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini kwa Mungu yupo. Amen. 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 Shalom, shalom. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Amen.